Ladies and gentlemen, good morning, good evening. Karibu sana na shukuru sana kwa sababu tunazidi kusonga mbele pamoja. Na hapa, and by the way, nyinyi watu wazuri sana. Kama si nyinyi mmefika hapa, sisi hatunge kuwepo hapa. Wacha nishukuru sana kwa wale ambao mnazidi kutazama runinga yetu ya Kisii Hot TV. Kama ni mara yako ya kwanza, ushafika hapa ndani. Ninakuomba kaza kupofya kidude nyekundu ambacho tunasema kwamba ni kusubscribe. Asante sana. Mimi kwa majina ni Nyapto Dennis Kokurikuntu. Karibu sana. And by the way, today wakati ambapo yes, ladies and gentlemen, wherever you are, karibu sana na kukaribisha tena ndani ya runinga ya Kisii Hot TV. Mimi kwa majina ninaitwa Nyapto Dennis, ukipenda utaniita Kokurikuntu. Karibu sana, nataka tuweze kuangazia swala moja kutokana na lile ambalo limejitokeza siku ya leo. Today, ikiwa ni siku ya Friday, kiongozi wa Azimio One Kenya Alliance ambaye ni Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wengine ama vinara wengine walikuwepo pale katika Machakos ili kuhakikisha kwamba wanapeleka injili ya kukataa rais wa tano ambaye ni William Samoei Ruto. Hii katika ile barasa ya siku hii ya leo nitakufahamisha mawili machache. Lakini pia katika upande mwingine kuna wale ambao ni washikadau ambao hasa ni wale ambao wamezungumza siku ya leo. Ni wale ambao walikuwa nominated as the Jubilee party leaders. Yaani walikuwa nominated katika sehemu nafasi mbalimbali. Kwa mfano Sabina Chege ambaye amesimama na Raila Amolo Odinga, akina Kioni niliona pale katika siku hii ya leo wakisema kwamba muungano wa Azimio ambapo chama cha Jubilee kilikuwa kimejiunga pamoja na ODM na vyama vingine washajiondoa. Tukaona pale wakisema kwamba wamefanya mabadiliko ya viongozi, wakasema kwamba David Mrathe pamoja na Jeremia Kioni wamewaondoa katika usimamishi. Kisha baadaye wakasema kwamba eti Uhuru Kenyatta bado yeye yupo kule ndani ya chama. Ni ruhusu sasa nianze kuchanganua mawili matatu kutokana na siku hii ya leo. Wakati ambapo Raila Amolo Odinga anaendelea kutembelea nchi na kuambia watu wakatae kiongozi wa sasa hivi ambaye ni William Ruto. Pia William Ruto anaendelea kumpiga kisiasa. Anaendelea kuhakikisha kwamba kuna chinzi ambavyo anamng'oa miguu. Kuna chinzi ambavyo anahakikisha lazima katika mkutano wa leo angemsurprise Raila Amolo Odinga. Wakati ambapo mkutano wa Kamkunji uliisha, siku chache baadaye tumeona viongozi wa ODM ambao walichaguliwa na ODM wakienda State House. Tumeona viongozi wa Jubilee Party wameenda State House. Tena leo ilikuwa mara ya pili. Sasa wakatolewa State House wakapelekwa Nakuru. Wakaenda kuonyeshwa Nakuru ili wakaenda kuambia kwamba waseme wamejiondoa katika chama cha Jubilee. Hawa viongozi wa Jubilee Party kutoka Mlima Kenya na katika maeneo mengine ya Kenya wakati ambapo walitolewa sasa, kumbuka mara ya kwanza wale ambao walienda kule walikuwa kutoka Mlima Kenya. Viongozi wa Mlima Kenya ambao wako katika mlengo wa Jubilee waliweza kutembelea State House William Ruto. Lakini siku ya leo wakaambiwa nenda mlete wengine wale ambao walikuwa wenyu katika Kisii na Mira whatever, muwalete hapa. Wakapelekwa Nakuru, wakaonyeshwa Lake Nakuru, wakaambiwa sasa kitu ipo, si mmeona Lake Nakuru, sasa sema nyinyi mmejiondoa katika mlengo wa Azimio One Kenya Alliance. Ndio manake kuona kule Sabina Chege, akina Kioni, hao ambao wamesaidiwa na Raila Odinga. Sabina Chege kama si Raila ambao alizawishi wewe ukachaguliwa kama nominated MP katika bunge la kitaifa, haungepenya. Jeremia Kioni katika ile Eyala MP, wewe na mtoto wa Raila Amolo Odinga, nyinyi mlipewa kura kutoka mlengo wa Azimio. Now, ni ruhusu niseme hivi. Baada ya viongozi wa Jubilee kuonyesha kwamba sasa nyinyi kataa hamko Azimio, mmejiondoa, wakasimama kule
rais kwa hotel, wakatoka nje hoteli, wakaanza ku announce. Let me tell you this. Maisha na uongozi umekuwa mgumu sana kwake William Samoei Ruto kufanya kazi yake, kwa sababu ile maandamano ama ile baraza ambayo Raila Odinga ameweka ili kuhakikisha kwamba wanakataa uongozi wa Ruto na hasa kupinga kuongezeka kwa bidhaa mbalimbali, hasa kuongeza ushuru na vitu zingine. Ruto ameona jinsi ambavyo ya kupiga Raila Odinga ni kununua wabunge. Sasa wacha nisungumzie na wabunge, na ninashukuru sana wakati ambapo Raila Odinga alisimama na akasema kwamba kama unafiri kujiunga na serikali, wewe jiondoa tu hivi mchana peupe, wacha kujificha, wewe ondoka, nenda ama resign, nenda tafuta kura vizuri kutoka mlengo wa Kenya Kwanza, chukua kura, fanya naye kazi. Lakini as long as uko katika mlengo wa Azimio ama uko katika ODM, lazima utakuwa hapa. Hakuna kitu cha kusema eti unaenda kupewa maendeleo. Niruhusu niendelee kusema hivi. Wakati ambapo Raila Odinga anaenda kujitayarisha kukataa William Ruto anaenda kununua wabunge. Na wacha niwaambie Wakenya wenzangu, wakati sasa hivi umefika kwa ile sisi tumejua kwamba wale baadhi ya viongozi ambao tulichagua ni viongozi fake. Kwa mfano, kama ulikuwa umesimama na mtu ukasema miaka 5 utasimama na yeye, ukasign contract, mbona unajiondoa? Kama si nyinyi mlicheza Raila Odinga, hao watu wa Jubilee, they are the same people walicheza Raila Odinga. Let me tell you guys, watu wa Jubilee party, most especially wale wanatoka mlima Kenya, hamna faida yeyote hata mkitoka katika mlengo wa Azimio One Kenya Alliance. Let me tell you for free. Ninyi hata mtoka sasa hivi mwende wote, hamna faida yeyote. Tukiangalia uchaguzi ambao ulisha mlima Kenya, watu wa Jubilee mlileta 0.001 ya kura ambazo zilikuwa za papa. Sasa hata mkijiondoa hamna faida yeyote watu wangu. Wale wabunge kina Sabina Chege, Kanini Kega, na waambia tu hivi mchana peupe, nyinyi jiondoe na mkwende kabisa. Na mjue hakuna faida yote ambayo mliongezea Raila Odinga. Mlileta hasara mara 30. Nyinyi hata mwache Martha Karua peke yake, mwache pale David Murathi, mwache kule mtu anaitwa nani, Jeremia Kioni, hao peke yao wanatosha. The 4 people are enough. Nyinyi wabunge nendeni tafuteni tumbo zenyu. Wakenya washajua kwamba wale viongozi ambao walichaguliwa ni viongozi fake, viongozi ambao wanaweka tamaa mbele, hawataki kuchani maslahi ya watu. Sasa hivi let me ask a question. Kama wewe kiongozi ambayo unatoka Azimio na unaenda kunyia Kenya Kwanza, leo gas imeongeza, maisha inaendelea kupanda, ushuru imeongezeka, NSSF imeongeza mara 10. Kisha unatuambia kwamba wakati Raila Odinga anaendelea kukataa ongezeka kwa bidhaa, hasa vile ambavyo vinatumika na Wakenya, nyinyi mnajiona mnaingia niyo serikali, ile pesa ambayo inakatwa ya ushuru, sisi nyinyi ndio mnalipwa, mnaingia Kenya Kwanza. Sasa nyinyi watu bwana, wacha hii video nafaa niweka vizuri, lazima nirudie hii. Asante sana kwa kutazama runinga ya Kisii Hot TV. Mimi kwa majina ni Nyapto Dennis. Wacha nifanye part 2 of this video.